mada Hii mada imenifurahisha. inafanana kidogo na ya kwanza. Yaani imenifurahisha mno. Mada ya pili inasema kwa nini vijana wa siku hizi wanapenda kuolewa na wanawake wenye pesa au mali? Kwa nini imenifurahisha? Na kweli bibi, kwa sababu kutokana na vijana wa siku hizi hawapendi kufanya kazi, na nitwaulize wananchi, lakini labda uwezi jua, labda wako katika basi. Anko, ni kweli vijana wa siku hizi wanapenda kuolewa na wanawake wenye pesa? Kijana anaoa, so kijana anaolewa. Kijana wa kiume anaoa, so anaolewa. Sasa siku hizi kuna vijana wanaolewa na wanawake wenye pesa? Kwa kweli mimi kitu kama cha namna hiyo sio kukiona. Ila kuna vijana wanapenda kuoa wanawake wenye pesa. Hapo ni sahihi. Wapo. Okay, basi kabla tukienda huko bibi, tuanze labda mapenzi ni nini? Kwa sababu ndoa kama tulivyoona mada yetu ya kwanza inatokana na mapenzi. Okay, tuanze. Mapenzi ni nini? Mapenzi ni mahusiano ya karibu baina ya mtu na mtu. Mapenzi ni watu wawili kukubaliana na kushiriki tendo la ndoa. Okay, kaka pale. Je, vijana wa siku hizi wanapenda kuoa wanawake wenye pesa? Vijana si wote kwamba wanapenda kuoa wenye pesa, kwa sababu of course ni wale ambao tunaita ni wale ambao ni watoto wa mama. Watoto wa mama. Mtu ambaye ametoka mfano watu wa Lake Zone ni watu ambao ni well committed, ana struggle na jinsi gani anamiliki. Kwa sababu unapokuwa umeenda kuolewa na mtu mama mkubwa, factor kwamba na pesa, wewe unakuwa money oriented. Sasa ile kama kwa mfano, kuja mama, sio mama lazima, dada mmoja ambaye ana hela zake, kakupenda, akwambia kijana, utakubali kumwoa kwa sababu tu ana pesa? Sister, ni kwamba najua kwamba no one was born with money. Money is a valuable things. It depends how you make a commitment to yourself. Kwa hiyo huwezi kuja kwa influence kwamba mimi ni wewe unioe kwa sababu ya kesi, kwa sababu nitakosa peace of mind kwa sababu ya pesa zako. Mimi kama mimi, watu wa Kigoma hatuko hivyo. Watu wa Kigoma watu gani hao tena? Waha. Lakini kuna watu wako hivyo. Kuna watu ambao wa Coast Region nao ambao unakutetea nataka kulelewa. Ni kweli wanaume wanapenda kuhudumiwa na wanawake. Unaona wengi sana wanapenda nini? Zile mambo yale ya starehe, mambo ya kulelewa na wanawake. Na kama 90% kikijiji wapo. Mimi mwenyewe nina bwana wangu namhudumia kila kitu. Sometime yeye mwenyewe ndo anisababisha mimi yani nisifanye kazi, kuna kwamba yeye ndo anayeniweka mjini kwa sababu ananilisha yeye. Sina kitu na mwanamke katokea ananiambia mimi nataka nikuhudumie tuishi, na hela anazo kweli. Mimi nakubali tuhudumiwe. Iweje usijipinde utegemea mwanamke? Kwanza ni tabaka ambalo limeibuka hivi sasa. Za vijana ambao kidogo hawapendi kujishughulisha. Lakini pia kama mimi nimeingia katika ndoa, labda nimempenda mama kwa sababu ya pesa hizo nyingi sana. Ndio hiyo kwamba inakwenda katika kauli yako kwamba nimekuja kuolewa. Kwanza sitakuwa na ile peace of mind. Sitajifeel vizuri psychologically kwamba mimi kama mwanaume kwamba ninamiliki mke wangu, tunaishi pamoja na natafuta nimlee, na jinsi hata ninavyoandika kwamba mtunze mkeo kwa namna yote hivi na vile. Unaona? Sasa pale mimi naenda kutunzwa. Unaona? Sasa sitajisikia kama mwanaume. Hivi vitu vipo mitaani au vipi? Wanaolewa kama ulivyoiweka. Unaona? Lakini na hizo ndoa hazidumu. Unakuta mara pengine kijana ameenda pale ila apate zile flavor kidogo. Apate nini? Flavor. Unaona? Ataendesha gari ya yule mama na kadhalika. Kwa hiyo ndoa haiwezi kudumu hata zaidi ya miaka 5. Jitahidi miaka 7 8. Lakini kama ni swala la kuoa kabisa, kama kuoa, yaani unakuona plani malengo marefu mpaka kuoa. Sawa, twendeni kwanza tukapakie watu, tukirudi tunaendelea na mada yetu. Tumeshusha watu na wengine wamepanda. Bibi, mada yetu inasemaje? Mada ilikuwa inasema, je, vijana wa sasa hivi wanapenda kuoa wanawake wenye mali? Kwanza kitu kama hichi kipo? Kwanza kipo. Hebu tuelezea. Kwa sababu yani vijana wengi wa kiume sasa hivi ni wavivu kweli kweli. Huwa wanategemea ni wanawake wawalete, kwa sababu wanawake huwa wanapenda maendeleo. Yalishakutokea nini? Hapana. Ushai kuona labda kwa mtu? Hapana. Kusikia huwa nasikia. Nasikia kama hivi kwamba kuna watu wengine wanapenda ile nafasi ya kuwa wanalelewa na watu ambao kina mama ambao ni pesa. Wanalelewa. Yeye wanakuwa nao pamoja, ni mmoja wa mapenzi. Kwani kwa hiyo mtu yote ambaye ana mali zaidi kuliko kijana inamaanisha analelewa.
Simaanishi wanalelewa, ila tu ni moja ya maisha yao katika makubaliano yao wenyewe. Tushushe watu, tukirudi tunaendelea na mada yetu. Watu tumeshusha na wengine wamepanda, tunaendelea na mada yetu. Dada, unaweza kukuta kijana ni maskini, anahitaji naye labda hana kazi yoyote ile. Wewe unaweza kumtunza kijana namna hiyo hapo ulipo? Kwa kweli mimi siwezi. Kwa nini? Bado sija kwanza, kwa ningekuwa na kazi ndio ningeweza. Aha, kwa hiyo ungekuwa na kazi ungeweza kumtunza tu kijana yote, tu mwanamume ambaye hana kazi, hataki kujishughulisha. Ningemsaidia. Oh, kumbe wapo. Tatizo ni kukosa kujishughulisha. Na pale tatizo lenyewe linakuwa hivyo pale ambapo ashampata yule bibie na akiangalia bibie kweli amejieneza vizuri. Shida zake ana uwezo wa kujua kabisa pale zinakwisha kwa lile ninalokuwa ninalitaka. Kwa sababu hayo mambo mimi mwenyewe kuna jamaa yangu yupo katika mtandao. Tueleze. Hiyo inakuja vipi? Sio kwamba eti kujishughulisha. Huyo jamaa anajishughulisha vizuri, ila huyo dada amempenda. Yaani dada ametokea kumpenda jamaa. Jamaa ana kazi yake nzuri, na yeye dada vile vile ana kazi yake nzuri, ila dada ametokea kumpenda jamaa. Akamchukua wakawa wanaishi ndani. Unaona, umeshasema akamchukua, mwanamume anachukuliwa. Ndio, yani dada mwenyewe yani amempenda. Na mwanamume ameridhika. Mwanamume ameridhika ndio. Ndio maana ngasemaje? Hiyo sio kwamba uvivu wa kazi hamna. Ni wanawake na wengine wanakuwa upewa, yani akimpenda mtu kukaa nayo karibu endo anaona anapenda sana. Si kwamba kijana ndo anamfuata. So mama anakuta mama nyingi ana uwezo, unaona? Sasa ni mara chache ukuta kijana ambaye labda hana uwezo afu kumfuata mwanamke ambaye ana uwezo. Ila yule mwanamke ndo amemjengea mazingira kwa karibu, afu baadaye wanajenga uhusiano. Na wewe unakubali? Naona. Mazingira hayo unayakubali tu, unachanua pale. Sasa kwa vijana ambao wakiona kwamba tiara anakuwa anahitaji kitu fulani, inabidi akubali. Yule bwana anakuwa hana maamuzi kwa sababu tayari ni dependent. Sasa napokuwa ni dependent on your wife, kila kitu wewe kumheshimu nitamheshimu kwa sababu tayari nimeshampenda na nimeshaamua kuishi naye. Ila kikubwa zaidi awe ananisikiliza mimi. Ongea kwa sauti wa kusikia wa Tanzania. Kikubwa zaidi awe ananisikiliza mimi. Kivipi? Ndio kila kitu pale. Kwa hiyo mheshimu. Kumheshimu nitamheshimu. Yaani una maana kuna wale wanaume wengine ni wakorofi kweli. Yaani hata ukimwambia kitu kama ni chokoleti lakini atakwambia kwa sababu una mali ndio maana unaniambia hivyo. Kwa mimi hili jambo sio vema kwa sababu ndo kama hivyo nasema inaweza ikatokea tatizo. Ulishamshauri rafiki yako? Mtu kama huyo huwezi kumshauri kwa sababu tayari kashaangalia nini anapata. Hapo kuna mapenzi ya biashara. Mapenzi ya ukweli hamna. Mtaishi lakini ukweli hapo kwenye mapenzi hamna. Mwanamke yeyote akiwa na mali hivi sasa ni kichwa cha familia? Kwa upande mmoja ndio, kwa upande mwingine si. Tumebadilishana nafasi. Dada hapo. Hapo mwanamume atakuwa hana sauti ndani ya nyumba na atakuwa tayari ametoka katika ile nafasi yake ya kichwa. Lazima amekuwa nini sasa? Atakuwa mkia. Hatakuwa kichwa. Lazima mimi mama ndo niwe kichwa. Huyo mama anaweza kachelewa. Afika nyumbani mara saa 5 usiku. Unakuta wewe mume uko nyumbani. Huwezi kumwambia lolote. Ataingia, labda ataoga, atalala, huwezi kumwambia umetoka wapi. Lakini ukichelewa itakuwa ni kashishi. Yaani mwanaume hata kama kuna jambo limetokea pale atakuwa hana maamuzi. Lazima anisubiri mimi kichwa nije nitoe maamuzi. Kwa hiyo kwa kweli wanaume wanaopenda kuolewa na wanawake wenye pesa wajiangalie sana. Sawa, wamesikiliza wananchi wa minibus wameongea, lakini wengi wao wamesema hiki kitu ni hapana, 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 kwani mwanamume ni kichwa na lazima ukae katika sehemu yako. Ni kweli kabisa. Wengine wamesema kwamba wanadharaulika wanaume, kuwa mwanamke kichwa cha familia ni hatari, lakini mimi napenda niwe kichwa cha familia. Bibi, si napata sifa. Kwa nini mwanamume anapata sifa? Mimi napata sifa. Uongo jamani? Eh? Napata sifa. Na mimi waliosema kweli ni wanawake. Alafu wanaume wamekaa kimya. Okay. Wengine wamesema vijana jamani au wanaume sio vizuri wewe ukawa mkia alafu mwanamume awe kichwa. Kisheria ukiangalia kimaadili sio vizuri. Jichunge sana. So, tuendeni kwenye Vox Pops tukasikilize maoni ya watu wa mikoani huko wanasema nini.
Mada yetu ya kesho inasema, je, tunawajibika vya kutosha kuzuia rushwa katika uchaguzi? Tuwasikie wananchi wa kijiji cha Mbegani Bagamoyo wakitoa maoni yao. Mimi naona hatuwajibiki kwa sababu kwanza rushwa yenyewe inaanzia kuanzia juu. Kwenye chaguzi unakuta mtu kwamba vigezo vinaonyesha kwamba alitoa rushwa. Kama tu kabisa kwamba watu wametoa rushwa mtu nini, lakini unakuta mwisho wa siku hakuna kitu kufanyika. Serikali yetu kama serikali yetu inazungumza tu kwamba jamani tupunguze rushwa, nani anayekula na anayepokea, lakini hakuna utekelezaji wote. Tutaongea leo, kesho kutwa, lakini never hatuwezi kulikomesha. Elimu kuhusiana na rushwa huaga itolewe ipasavyo, na hata ikitolewa haitekelezwi. Unaweza kaenda kijijini mtu hajui kama kuna kitu kinaitwa TAKUKURU. Na hiyo ndio vidokezo kidogo ya mada ya Jumatatu. Lakini usikose kutufollow kwenye Twitter, Facebook, YouTube. Basi kama ndio hivyo, sisi tunasema Minbaz toa hoja.